Hongera sana mwanafunzi mwema. Tumemaliza semina ya uchumba mpaka ndoa. Sasa tunaingia rasmi kwenye semina ya ndoa na malezi ya kibiblia. Tunaanza na somo la kwanza kwa kina kabisa, kwa mtiririko wa kimafundisho. Hakika utamtukuza Mungu kwa maarifa haya. Somo la kwanza: agano la ndoa ni nini na lina uzito gani mbele za Mungu? 1. Tofauti kati ya agano na mkataba. Mkataba, contract, unalenga faida binafsi. Unavunjika masharti yakivunjwa, unalindwa na sheria za wanadamu. Unasema nitabaki kama utanifurahisha. Lakini agano, covenant, unalenga kujitoa kwa ajili ya mwingine. Hauwezi kuvunjika kwa urahisi, unasimamiwa na Mungu. Unasema nitakupenda hata katika dhiki. Agano si hisia, ni uamuzi wa kudumu. Katika mtazamo wa kibiblia, ndoa si makubaliano ya muda, ni kiapo mbele za Mungu. 2. Ndoa kama taasisi iliyoanzishwa na Mungu. Kabla serikali haijatoa cheti, kabla mchungaji hajabariki, kabla familia haijashangilia, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ndoa haikutungwa na utamaduni, haikuanzishwa na wazazi, haikubuniwa na jamii, iliasisiwa na Mungu mwenyewe. Hii ina maana gani? Ina maana Mungu ana mpango ndani yake. Mungu ana kanuni zake. Mungu ana matarajio yake. Ukiivunja kanuni ya muumbaji, unaharibu kusudi la muumbaji. 3. Kusudi la agano la ndoa. Agano la ndoa lina makusudi makubwa matatu. Allah, umoja, oneness. Sio kuishi pamoja tu, bali kuwa mmoja, kiroho, kihisia, kimaamuzi. B. Uwakilishi wa Kristo. Ndoa ni picha ya upendo wa Kristo kwa kanisa. Mume anaitwa kupenda kwa kujitoa. Mke anaitwa kuheshimu kwa moyo wa uaminifu. Hii ina maana ndoa ni huduma, si starehe tu. 3. Kuendeleza kizazi. Ndoa si kwa furaha ya wawili tu, ni kwa urithi wa kizazi. 4. Kwa nini agano linahitaji ukomavu? Agano halibebe na hisia. Agano hubebwa na tabia. Hisia zinaweza kubadilika, lakini tabia ndiyo hushika ndoa wakati wa dhoruba. Ndiyo maana maandalizi ya ndani ni muhimu kabla ya kuingia kwenye agano. Agano linahitaji kusamehe haraka, kujitoa bila masharti, kuweka familia juu ya ubinafsi. Hatari ya kuona ndoa kama mkataba. Watu wanapoingia kwenye ndoa kwa mtazamo wa mkataba, wanahesabu makosa, wanahifadhi kinyongo, wanapima faida, wanatishia kuondoka. Lakini agano linasema nitapigana kwa ajili ya ndoa, si dhidi ya mwenzi wangu. Uzito wa kiroho wa agano. Agano la ndoa si tukio la kijamii, ni tukio la mbinguni. Kuna ushuhuda wa Mungu ndani yake, kuna baraka ndani yake, lakini pia kuna uwajibikano mbele za Mungu. Ndiyo maana kuvunja ndoa si jambo dogo kiroho. Ndiyo maana kuilinda ndoa ni ibada. Hitimisho. Wapendwa, ndoa si sehemu ya majaribio. Ndoa si sehemu ya kujaribu kama itawezekana. Ndoa ni agano takatifu. Kabla hujauliza nina furaha, jiulize ninatimiza agano. Kabla hujauliza ananipenda, jiulize ninaishi kama mtu wa agano. Kwa sababu ndoa ya agano haitegemei hisia, haitegemei mazingira, inategemea uamuzi wa kudumu mbele za Mungu. Tuendelee na sehemu inayofuata ya pili inayosema wajibu wa mume na mke katika agano. Hapa kila mmoja atajua wajibu wake kikamilifu, si kwa kutazama kuwa upande mmoja ni dhaifu. Washirikishe na wengine baraka hii. Subscribe, comment and share. Kwaheri.